itaenda, zungumza Mungu wa karne. Amen. Usipofanya hivyo, Mungu wa karne ndio hatakuheshimisha. Sababu unapoinua, Mungu naye anakuinua. Na unaposhusha, Mungu hataki kubakia unashimama. Na wewe lazima ushuke. Haleluya. Uko mwimbaji, support mwombezi, support shemasi. Uko shemasi, support mwombezi. Uko pastor, support mtumishi. Uko mtumishi, support pastor. Haleluya. Hiyo ndio ujumbe mkubwa ambao ninao hii mwaka. Pima tena. Uone Mungu anafanya maisha. Unahitaji mtu. Angalia hata Musa, sura ya 2 Kutoka sura ya 2 mstari wa 7 na wa 9. Utasikia hapo jinsi yule dada alishuhudia dada yake na Musa. Yaani umbo yake ya Musa. Kutoka sura ya 2 mstari wa 7 na wa 9. Aseme dada akamwendea binti Farao. Sasa anakuta kile kitunga kando ya maji. Anamwambia, nikuletee mtu mwenye atanionyesha huyu bebe. Haleluya. Tafuta rafiki mwenye atakuconnect wapi kuliko anapitisha vichwa juu ya mbele ya shetani jamani. Hapana, tafuta rafiki mwenye anakuletea stories. Mkiendeni pale msoko, uliona ngumi za wapigana, uliona nafasi fulani ilikuwa hivi. Jamani, vitakuongezea nini kiroho? Bwana tusaidie. Tafuta mtu mwenye atakwambia kuya churuza hapa kusudi upate hata milioni. Hapana mtu atakusindikiza kwenye kuna tumikia anze kupa habari na yeye afanye kitu. Bwana tunaomba. Wewe mwenye una kazi mwaka Mungu akupe kazi. Amen. Wewe mwenye hauna shughuli ya mikono Mungu akupe shughuli. Ninaposema kazi ni kusema wewe mwenye hauna huduma kanisani Mungu akupe huduma kanisani. Na wewe mwenye hauna shughuli ya kazi ya mikono ama ya uchuruzi ama ya business fulani Mungu akupe hii mwaka. Hii mwaka nimeomba Mungu, sitaki Mungu na wasomee. Nataka Mungu na wale wanaotumika. Amen. Juu unapotumika Mungu wako anaheshimiwa sababu utavaa vizuri, unakula vizuri. Amen. Au yeye kama heshima ya Mungu wako kwa bizi si unajikamata. Haleluya. Watu wanaheshimu kwa muonekano yako. Ndio. Mbele useme unaangalia kwanza, eski machafu ishaisha ama Bwana msaidie. Eski nguo nishachuya ama. Haleluya. Bwana kufunike aibu kwa jina la Yesu. Juu binadamu kazi yake ni kuangalia balance. Kuangalia nje. Ndio binadamu. Ila Mungu kwa anapiga upofu kila siku. Asikoma nakuona. Mpaka kisile yote na waka. Haleluya. Ndio binadamu. Kazi ya binadamu ni kutangaza ulichowezesha shongoka. Usho nakisha chuya. Njoo binadamu. Nimekwambia mtu kama ukimbia, huyo hata kusaidia mkitu. Amen. Mara moja asema ni dada Musa akamwambia nataka nimuone mwenye anatoka taifa la Waebrania. Sababu huyu mtoto anaonekana ni mtoto wa Waebrania, ule mstari wake wa 9 wa 8. Na wote nasema huyu mtoto ni mtoto wa Waebrania, lazima Waebrania ndio waonyeshe. Akasema okay, haleluya. Kuna mtu mwingine mwenye ukiambia project zako unaanza kuipa hapo. Juu hana Roho Mtakatifu, tayari roho mbaya na. Aitujua mbele yangu, mbona mnataka kufika mbele yangu? Aituje aanze pata hii milioni. Mimi niko na dada njana na shida ya dada. Nakula koi nyingi. Yapata tu kila siku. Roho si chafu. Zinapomfana mtu hata na kukula kwako hata furahi. Susia chakula na tembea miguu chini. Ila kwa jina la Yesu Kristo, hii mwaka hautatembea miguu chini. Kwa jina la Yesu Kristo ninatembea kama na mimi masauni. Amen. Hii mwaka hautalia juu ya pesa. Amen. Hii mwaka hautalia juu ya kusemewa vibaya. Hii mwaka hautalia juu ya afya yako. Hii mwaka hautalia juu ya connaissance na relation. Amen. Hii mwaka haiko mwaka ya deception kwa maisha. Ni mwaka ya maendeleo.
kwa jina la Yesu Kristo. Asemi sali mwambia tu vile rafiki mzuri, ule mtu mwenye taji, rafiki mzuri akasimama sasa akasema, bwana, acha nikimbilie kwa mama yake Musa. Mara moja akamwendea akamwambia, ndio habari za siku huko, fanya haraka iwezekanavyo. Je, unazania hakuna wengine wa mama walikuwa wanateseka wakati wale? Wenyewe nipatie kazi. Kulikuwa wanateseka. Kulikuwa walikuwa wanahitaji hizo pesa. Walikuwa wanahitaji kuishi maisha ya kifalme, wafurahi.